where is AI taking baadhi ya biashara? We see some businesses being taken out of the sector. Siku hizi naona watu wengi wanatengeneza matangazo kwa kutumia AI. Is it not haikuondoi kwenye game? Mimi kama mteja do have a reason ya kuja kwako kwanza kulipa kwenye issue ya video production. Kwangu mimi naona bado kama people remain kwa creative. Yaani kwenye biashara yoyote what matters is not a process. Ni matokeo. Hamna mtu anayejali kwamba umepitia. So whether it's AI, whether ni what the product ni nini. Yeah, what the end product is. NCD Business Talk ni fursa, ni darasa, ni netu, ni mchongo. Hizi nilikuwa kwenye mitandao, nilikuwa napita kwenye page fulani. Nafikiri tunamfahamu nani anaitwa Salim Kikeke. And then alikuwa na conversation na mtu fulani ambaye nafikiri is not based hapa Tanzania, based huko UK. Yule bwana alikuwa ametengeneza wimbo fulani hivi ambao mimi mwenyewe ukiniambia kwamba yani kama usingekuwa umeuzungumzia alafu nikaambiwa kwamba umetengenezwa na kwa kutumia AI, it's very difficult kuamini kitu cha namna hiyo. Lakini it's very perfect. Sasa mimi ikanipa swali gumu ambalo pengine mpaka sasa hivi nashindwa kupata majibu yake. Pengine kwa sababu ilikuwa ni juzi tu, naweza kahitaji muda zaidi. Where is AI taking baadhi ya biashara tu? Yani do we see some businesses being taken out of the sector? Mzee kwa mfano ni DOP, unajitaje director of photography. Director of photography. Sasa hii shughuli yetu siku hizi naona watu wengi wanatengeneza matangazo kwa kutumia AI. Is it not haikuondoi kwenye game? Yani mimi kama mteja do have a reason ya kuja kwako kwanza kulipa hela nyingi. Hata kama sio hela nyingi, unajua kama na namna tofauti ya kufanya kitu in a very simple way. Unajua on top of everything kudeal na watu pia it's cost. When they urudi, time and money. Do you see taking it, do you see the future for AI? Kwa mfano things to do with production, whether ni audio production, whether ni video photography, is it a threat? Somehow. Yes, somehow. Lakini kwa mfano kwenye issue ya video production, kwangu mimi naona bado kama people remain kwa creative. In fact, yani the very interesting and the fun thing ya hii, sijui kama sina simu hapa, sijui kama una simu karibu. Kuna wale mabwana wanaitwa jina limenitoka, lakini nimekutana nao several times especially kwenye Instagram. Wanatangaza wanafanya matangazo kwa kutumia AI. Yes. And honestly ukiangalia matangazo kama kweli wanachokitangaza ndo ambacho kinakuja kuwa end output. And then you come to ask yourself, why should I take a phone kuanza kumcontact sijui graphics designer kwa mfano au kwa sababu normally if you want to make an advert ambayo ni proper, unatakiwa uende kwenye audio production, utengeneze sijui track, mtu aingize sauti, umtafute mtu wa videography aike vizuri, umtafute mtu sijui whatever huwa unafahamu zaidi. Lakini it seems as the AI inavo alternative ni kwamba it gives a very easy way to get a result. And end of the day, yani kwenye biashara yoyote what matters is not a process. Ni matokeo. Hamna mtu anayejali kwamba umepitia. So whether it's AI, whether ni what the product ni nini. Yeah, what the end product mwisho wa siku. AI inajulikana, yani kitu ambacho kimetengenezwa na AI kinajulikana. Unakijua tu kama hujakijua. Unakijua mfano mmoja kuna mimi iko hivi. Kwenye kukijua kuna namna mbili. Kuna kitu ambacho unajua tu kwa quality ambayo ni kubwa sana, ila kuna kazi zingine
kwa quality ambayo kwa ile namna ya kibinadamu tu kwamba mtu akipitisha hapa akili yake nini naweza nikapata tuseme poster nzuri, ila kwa sasa hivi kwa AI kwenye issue za poster tunaona kama tunapata kitu ambacho kinaweza kisiwe kizuri sana kama ambavyo angepitia mtaalamu, umeona. Lakini kuna kwenye papers tuseme kwenye masuala ya uandishi nini, umeona, kitu ambacho kitoka kwenye AI unakijua tu unakuta kimekuwa na bora mkubwa sana, kuna makosa, kuna ile maneno ambayo unajiuliza msamiati mbona sio ngoro ni kufahamu. Mimi personally nina mshikaji wangu ambaye siku moja kwa akili zake tu za kawaida aliandika message, ameua tu vizuri, ameandika, amefuata, amemtumia mtu amemtumia mtu yule, akasema kwamba kwa umetumia AI ndio kwamba anaweza kunyoosha mambo ni AI. So is it fairly okay tukisema kwamba AI anakuja kuleta perfection ambayo pengine in human sense isingeweza kufikika? Hapana. Sio sahihi. Sio sahihi. Ila AI inaweza kwa kiasi fulani ikachukua kazi za watu wengi sana. Za watu wengi. Ila sasa kinakuja kitu ambacho ni end product nini unachotaka. And the thing is if jaribu kuangalia communication trend hata kwenye corporate. The content are trying to be more human. Yani okay, as much as hatutaki kujeopardize quality ya output. Lakini what matters the most nafikiri ni humanization of the content ambazo zinakuja. Na ndio maana mimi nafikiri siku hizi mimi nadhani yani nikijaribu kuimagine namna ambavyo wale creative personnels wa makampuni let's say kwenye corporate wakiwa wamekaa kwenye ile creative room yao, the very quick way ambayo inawajia kichwani ya namna ya kusend message out there ni kutumia influencers. Yani nafikiri that has become a very obvious way of communication sasa hivi. Na kufikisha ujumbe kwa haraka. Kwa haraka. Sasa what does that tell? Wale content creators na influencers they easily speak the language ya watu. Yani kwa mfano ukimwangalia, mimi personally huwa namfuatilia mtu anaitwa Leonardo kwa mfano. Yani the guy can come up with the content. Kwanza usijua tu kwamba this is an advert unless umesoma caption kama amemtag yule ambaye alikuwa ametangaza. Lakini otherwise the point of tangazo itakuwa sekunde chache sana, either katikati ama mwishoni, lakini yeye ameshafikia objective yake ya kuchekesha kwa sababu content zake ni kuchekesha kwa mfano. So is okay, kwangu mimi ukiniuliza, it's not about being perfectly technical, rather being perfectly in terms of resonating na audience. Sasa sijui kama AI it's addressing that kind of a thing in whatever area, whether ni kwenye production, whether ni kwenye whichever area. Is it, can it resonate? Yani can it resonate na pamoja na hiyo perfectionism ambayo inaweza kuja nayo, lakini can it resonate na can it humanize content? Kwanza kuna AI inaitwa humanizer. Okay. Humanizer. Okay. Yeah. Nafikiri nimeifahamu kwa sababu pia ya kazi za uandishi. Umeona kazi nyingi sana za uandishi zilikuwa ni kwamba mtu anaweza kujua moja kwa moja kwamba unatumia nini? AI. Ila sasa kuna hiyo ambayo ni humanizer yenyewe imekuja kuifanya ile content ambayo imetolewa na AI nyingine tuseme iweze kusound, umeona, human. Umeona? Kwa hiyo ambacho nakizungumza Peter kwamba tayari yani hata watu wenyewe katika industry ya AI wameshajua na sasa hivi wanaendelea kusumbua akili kila siku kuendelea kuifanya hizi contents zao, productions zao na kazi zao ziwe very much human. Umeona? And the extent kwamba leo hii Elikana akifanya kazi yake kama mwanadamu, mtu mwingine anatumia AI iwe precise. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo na kinaendelea kufanywa utafiti kila siku. Yeah, it's learning. AI ina learn kama mtoto mmoja AI so kwa vile sasa hivi nadhani kama tuko studio generation ya AI, lakini I think itakuwa generations za AI ambao itakuwa sasa na very any tiny distinction kuweza kujua hii ni AI au ni akili ya mtu. Kwa hiyo nadhani pia in the near future
to my short experience, kuna namna tu mambo siku hizi yako speed. Kwa mfano alikaa na wewe ni mtu wa production. If I give you an advert, kwamba bwana nataka kutengeneza tangazo fulani, bila kukupressure, ni video, let's say ni TVC, sija kupressure, sijafanya chochote. How long do you normally will it take to get done in your comfortable doing? Unafikiri tangazo la TV kwa mfano? Yes. Sema dakika moja standard. Bila kutumia labda AI wala nini. Yaani wewe kama mimi kama mimi. Okay, kwanza hapo kwenye kuandaa script labda nitatumia almost labda masaa 6 hapo. Masaa 6 hapo you are too genius. 6 labda siku nzima kufikiria the idea, alafu yani ni idea, then uweke kwenye maandishi, alafu uweke kwenye mpangilio, alafu itume ikawa approved na mteja. Na hata kabla ya kutuma lazima tu unajua kwenye production kama wewe ukifanya kitu kisipokuvutia bado ni kibaya hata kwa mtu mwingine. Kinatakiwa kwanza kikuvutie wewe machoni pako. Okay. Kwa hiyo itachukua muda. Pengine labda tu ile rough ya structure itakavyokuwa ya TVC inachukua sema a week. I don't know babe. Hapo hujaanza production. Sawa, twende kwenye production. Sasa kwenye production ndio kitu chenyewe. Kutengeneza video dakika moja unaweza kushoot siku nzima. Naona penyewe inategemeana na idea. Na locations. Inaweza ikatumia hata wiki. Kwa sababu pengine hilo tangazo linahusisha characters wengi. Let's say watakao tuseme watu 10 au more, ni mfano, si ndio? Afu kila mtu bana mazingira tofauti. Wewe anashutika yako. Huyo mwingine koko. Na kila mmoja ukifika unapiga kumfanyia setting. Lazima ufanye setup. Lazima ufanye setup. Na text siwe za kutosha. Kwa sababu kwenda kutoa excuse kwamba tukupiga nyingine. Kodisha tu location ni gharama. So hiyo wiki nyingine imeshakatika. Hiyo wiki nyingine imeshakatika. Twende kwenye post production, sio? Kwenye post production tunaweza kusema kwamba unajua wiki nyingine labda let's say siku 3. Kama hauna vitu vingine vya kufanya unaweza na siku 3 kitu ambacho hiyo ni ideal. Unaona kama kwa sababu unajua pia kwenye issues za post production pia inategemea pia na mood ya editor ikoje. Na editor mimi huwa namwambia Nyang'oro, unavyo edit unamwambia mtu story ambayo story imeanza kwenye script ikaenda location kushoot. So editor anakuja kumwambia mtu story, kuimalizia ile story na kupanga vizuri ili pia kupata mtazamaji apate zile hisia, the feelings. Umeona? Kwa hiyo editor pia inategemea na mood yake ikoje. Kwa sababu mimi naweza sasa nikakaa hapa, naona niko vizuri lakini mimi kichwani mwangu uko mbali kabisa. Uko mbali, sio kulipa kitu ambacho mimi nakitamani. So it can take maybe 1 day, 2 days, maybe more. Labda wiki. Tuseme wiki moja ya kuandaa, kutengeneza makaratasi vizuri, wiki moja ya site, wiki moja ya production. Na kuna device unaweza kupeleka ikafanywa. So let's say nafikiri umesikia umezungumza na Elikana. Nafikiri mimi na Elikana tumetoka kufanya kazi fulani ya production. Yes. Tumeanza mwezi wa pili mwanzoni. Mpaka sasa hivi guys bado hajatoka. Bado mwezi wa pili mwanzoni. Sasa hivi mwezi mzima umekatika. Bado hajanadia. Lakini hiyo tulikuwa tunazungumzia documentary. It's a documentary ambayo ilikuwa tunapita sehemu umeona. Kwa hiyo you can see. So what I'm trying to bring up ni kwamba as far as business is concerned, speed matters. Sasa hivi it's very impractical. Mimi nataka nitengeneze TVC ya kupush sales kwa mfano. Alafu niambie kwamba natakiwa nisubirie a month kwa ajili tu ya TVC kukamilika. Unaelewa? Ulimwengu tumeshatoka huko. Tumeshatoka na mafanikio sasa hivi yanahitaji speed. Yanahitaji speed. Sasa the question is, okay, as much as human touch ina position yake na uzuri wake. Na hizo kwenye production in whatever area ambayo nafikiri AI ina apply. So one of the advantage AI inakupa speed. So mimi ukiniuliza
Of course cost effectiveness, lakini at least kwenye aspect ya speed vis-a-vis na mahitaji ya kibiashara ukiniuliza, AI gives a very huge advantage ambayo ni ngumu biashara kuikataa. Sana. Now the question is, where do we see the future of everything that is being affected na AI vis-a-vis human position? Yaani kwa mfano kama ni mwanasheria, kama sijui ni mtu wa production, mtu sijui wa business consultant, watu wa copywriting. Watu wa copywriting. Wale watu nadhani pia ina athari sana. Mimi kwa mfano nikisema nahitaji kitu cha haraka haraka, leo nataka kutengeneza video tuseme CD, ndio. Yaani ambayo haija structured. Nitaenda labda kwenye AI, si ndio? Nitaipa ideas zangu za kutosha. Alafu nataka kitu cha sekunde 30. Na ikagenerate ladies in a very few time. Yes, na kitu ambacho copywriter less than a minute. Yani naona kuna watu kazi sasa. So actually it's a threat katika businesses fulani. Katika kazi fulani, lakini kuna kazi zingine kikweli kuguswa na AI kwamba directly. Kwa mfano amna AI inaweza kuja kusafirisha bidhaa kutoka bandarini kwenda Burundi au sio? Labda sasa useme na nini? Robots, drones hizo. Unazungumzia container mzee. Unazungumzia container. Au amna AI ambayo itakuja kulima sio? Of course. Kulima zote mashine. Hamna AI mashine. Ila bado ndio upande wa sheria. Sasa hivi kwa AI imekuja, it's a threat, lakini mimi naiona kama opportunity. Kwa sababu mimi sasa hivi inanirahisishia. Example labda edit document tunaweza kutoa draft page 30. Sasa ngoja Kiswahili. Kwa sababu kuna grammatical errors nyingi. Lakini mfano kuna hii inaitwa grammar. Ana protect inakuonyesha. Yenyewe inafanya rephrasing. Kwa hii ikae hivyo. Unataka i sound vipi, formal, personal, na unavyokuwa ukitype ndio inakuwa inasoma language yako, your personality. Kwa inajua wewe maneno yako style hii ya choice of words ni hizi. Kwa hiyo ina rephrase kama wewe unavyo. Kwa watu ukipeleka kwa mteja bali inakuwa ina sound specifically kwamba imetoka kwa sio kazi ya mtu. So is it right tukisema kwamba unajua kwenye Kiswahili cha darasa ngapi sijui kuna neno tulikuwa tunaita misimu. Misimu ni yale maneno yanakuja kwa muda fulani yanavuma yanapita hivi. Is it correct tukisema kwamba AI ni misimu? Yaani ukishaingia hivi ni kitu ambacho kitaendelea kwa advance zaidi. Bila ku integrate. Sasa WhatsApp AI tupa ask Meta. Na kuna mmoja aliona kwenye chat ya school tulikuwa nayo, wanamtag kwenye chat. AI kuna chat naye kama mtu bana. Meta AI inaendelea kwa integrate. Ikiwa msimu sijui ni kitakuja kingine ambacho ni disaster kubwa. Ni disaster zaidi kuliko nani. Tunasema disaster kwa maana ya kwamba lakini hivi vitu ni fursa. Yaani ni wewe mwenyewe unavipokea. Umeona lakini kama itatokea kwamba artificial intelligence itakuja kuwa phased out, mimi naamini kuna kitu kingine bora zaidi ya hivi. Kuna the like of AI ambayo tumeshaikuwa nayo kabla, yani kwenye hizi technology evolution. Hivi kwa haraka kulikuwa sio na big data sio nini, all sort of kwa internet hizo, lakini nadhani nani yake sio kama kama AI. Mfano kwenye history sponsor ile industrial revolution, unasema kama AI ya kipindi hicho. Sababu gani? Imagine watu walikuwa wanalima kwa kutumia majembe, ikaja tractor. Kabla ya majembe mzee unazungumzia zile mawe sijui military tools, mawe, vijiti sio nini, then inakuja majembe, then zinakuja mashine. Na hili pelekea nchi nyingi Ulaya zikawa experience civil revolutions kwa sababu watu wengi walikosa kazi kwa sababu ya mashine. Yaani mashine ilikuja ika replace
kazi nyingi zilikuwa zinafanywa by manual labor. Kwa hiyo ilikuwa kama AI kwa sababu mashine inakuwa programmed. Kama inatengeneza kitu fulani kitoka hapa kinafanyika. Kwa hiyo kuna kaakili bandia pale tayari, kaakili mnemba. Kuna kaakili mnemba kweli. That kind of generation ya kwanza ya AI. Sasa hivi inakuja nyingi inakuwa kwenye ndio point ambayo nilikuwa nataka kusema kwamba AI imekuja tu in an advanced way afu na kwa uwazi zaidi, lakini basically hata hizi scientific calculators hizi ni kitu ambacho unatakiwa wewe ufanye as an individual, lakini kwa sababu time imeshakuwa programmed inakuwa kama inafanya kazi kama ubongo wa mtu, umeona. Kwa hiyo ni kama tu ni uwezo ambao mashine imepewa. Kwa hiyo nafikiri basi tuseme kwamba sasa hivi sio ni Tanzania au ni duniani kote, AI ina sound as a shock, yani ni sababu ndio kitu kipya, ndio kimekuja na pengine tunaanza kukiadapt, lakini naona kabisa it will reach a point itakuwa ni part and parcel ya maisha yetu kama ilivyo calculator. Yani unajua wakati tunasoma nafikiri O-level siku hizi wanatumia calculator. Wakati tunasoma nafikiri ni advanced ndio walikuwa wanatumia calculator, wanaosoma advanced mathematics. Lakini calculator tu imeshaonekana kwamba sio kitu cha ajabu mwanafunzi wa shule ya msingi kuitumia kwa mfano. So it's very possible, as much as I see, in the very near future, yani AI itakuwa ni very basic requirement. Yani wewe kama ni mhasibu, wewe kama ni mwanasheria, wewe kama sijaanza kuona kama kwenye matangazo ya ajira kunakuwa na hiyo element kwamba unatakiwa unajua AI. Kama ambavyo kuna kipindi fulani one of the requirement ilikuwa ni ujue kutumia kompyuta. Sasa hivi imeshakuwa obvious kiasi kwamba you don't need to put it kwenye tangazo la kazi, kila mtu anajua. So naona kabisa in the very near future tutakuwa na mandatory requirement kwamba if you want to get this opportunity, sio kwamba AI itakuwa treated as a separate kind of skill, lakini itakuwa ni integral skill kwenye hizi skills zetu tulizonazo. Kwa hiyo utakapokuwa kwenye Metro Digital, utakapokuwa unataka kuajiri mtu wa editing kwa mfano, au sijui mtu wa production, one of the obvious requirements itakuwa ni kwamba how much conversant are you na AI tools. True. Mwasibu, mwanasheria, engineer and all that. So I'm getting a feeling kwamba it's something that we must learn to live with. Sure. Yani lazima to embrace, to embrace. Na kwa sababu it's becoming part of life, you understand. Inakuwa ni sehemu ya maisha. Sasa hauwezi kuendelea kukataa ukweli ambao ndio. Ila kuna changamoto hapo na sasa kizazi kinachokuja kikawa na watu ambao hatakuwa wanafikiria sana. Itakuwa creative. Hawatakuwa more creative. Hizo ndio threats ambazo kwa sababu kazi kubwa inakuwa imerahisishwa na mashine. Unajua mwisho wa siku kama ambavyo ulisema kama hiyo after matokeo umeona, afu kuna wewe hauwezi kufikiria, ila kuna kitu ambacho unaweza kutumia kupatia matokeo. Kiukweli hivi unajua ngoja tu mfano ambao it might sound crazy like inaweza kutusaidia ku reflect. Wazee wetu kwa mfano wakati imekuja ile plow za kulimia, it was a very magic. Yaani ng'ombe anasimama pale mbele ndio anavuta ili dude linalima. Tulikuwa tumeshazoea na hata kabla ya hivi kuna namna ilikuwa inafanyika kwa ajili ya kulima, sio? Kabla ya calculator kuanza kutumika kwa mfano, hata kwa level watu walikuwa na computer. Mimi ukiongea na mzee wangu kwa figure kabla hata for figure kulikuwa na very tough way ya ku execute mambo. Na mambo alikuwa yanatokea vizuri tu. Figure nilikuwa nasikiliza story fulani ya nafikiri ilikuwa ni Masudi Kipanya na nani Caesar na Caesar Oils. Walikuwa wanapiga story za sio na Caesar na mtu mwingine. Walikuwa wanapiga story za mpagazi wapagazi and so. Sasa Masudi was telling it in a very fun way. Yani namna ambavyo wapagazi, yani kulikuwa na makundi mawili, wapagazi na watu wenye akili. So watu wenye akili kazi yao ni kufikiria tu kwamba bwana
unajua ili jembe inatakiwa li advance kuja hapa and then wale watu wapagazi wanapiga kazi waone wapagazi, sijui ni sawa na kuri, sijui kama ni neno sahihi, wanatumia nguvu. So you see yaani ukitumia tu hiyo demonstration, evolution has been there, na the evolution has always meant to simplify maisha. Ndio ile definition ya machine. Ni kitu chochote kinachoweza kurahisisha kazi. So yes, I agree with you kwamba inaweza kuondoa creativity, inaweza kuondoa nini, kama ambavyo calculator imeshaondoa vingi na vijaonekana kwa issue. Can you imagine siku hizi nikitaka kuzidisha 9 mara 8, yani the easiest way ya mimi sio kufikiria, kuingia kwenye simu 9 mara ngapi, you see. So mimi napata picha ya kwamba perhaps tumefikia pointi ambayo we must learn to live with it. Lazima tujifunze kuishi nayo kwa sababu it's becoming a new normal. Yani ndio kawaida nyingine ambayo tunakuja, kama ambavyo zitakuja nyingine na nyingine as time goes. Sasa tuambie, tumezungumza mengi na pengine tunaweza tufikia mwisho wa mjadala huu. Tuambie hapo kwenye comment, where do you see the future of careers na kila kitu na biashara na all the areas with the AI ambayo tuko nayo. Hii ni ACD Kijiwe Talk, karibu sana.